Nitaka niwaulize kitu kimoja. Thamani ya mwanadamu ni pale anapokuwa amekufa au anapokuwa yupo hai? Hili swali nimelileta kwa Waafrika kwa sababu nilifanya utafiti nikaona Waafrika tunapoteza vitu muhimu sana. Tumepoteza vichwa vingi kwa kutokuelewa kwamba tufanyeje. Kwa mfano, Afrika mtu anapokuwa amekufa, mtu muhimu, tunachimbua historia yake yote tangu tarehe aliyozaliwa na tarehe aliyokufa siku hiyo hiyo. Ndo tunatafutizia yale mazuri aliyoyafanya, ndo tunaanza kuyaeleza. Lakini sijawahi kuona tukitafuta mtu anapokuwa yupo hai kwamba tutafute tarehe aliyozaliwa na tuone kwamba tueleze mazuri anayokuwa anafanya kwa wakati huo. Sijawahi kuona hiyo. Sijawahi kuona tukifanya. Halafu ujinga mwingine ambao huwa tunaufanya ni huu. Mtu anaugua, tunakaa kimya. Akisha kufa ndipo watu tunajitokeza, tunaanza kusema fulani amekufa, kwa hiyo tulikuwa tunaomba mchango. Huu mchango sasa ni wa kustiri mwili wa fulani. Kwa nini mtu tusimstiri wakati anahangaika na taabika pale kwamba tuokoe uhai wake? Kwa nini? Ila tunapata mzuka anapokuwa amelala tayari, tunaona kabisa hapa tunaenda kumsindikiza kwenye nyumba yake ya milele. Ndipo sasa tunaanza kujitokeza, msalaba utakuwa ni mimi, kaburi nitachimba mimi, sanda niachieni, hiki na hiki niachieni. Watu tunajitokeza, ninakwambia kwamba msiba nitauendesha mpaka uishe. Bwana, mambo gani haya? Thamani ya mwanadamu anapokuwa yupo hai au anapokuwa amekufa ndipo anakuwa na thamani. Itakuja ifikia wakati tuzidiwe na wanyama. Ipo siku wanyama watathaminiwa kuliko sisi binadamu. Mimi nawaambieni, ipo siku mnyama atatuzidi kuwa na thamani kuliko mimi na wewe. Lakini si kwamba namchukia mnyama, lakini jiulize, kati ya mnyama na wewe unayenisikia, ni kipi ambacho tunaweza tukakipa kipaumbele? Kwa sababu sisi tumepewa kufikiria na wanyama tumepewa kuwatawala. Lakini ipo siku mnyama atatuzidi kuthaminiwa kuliko mimi na wewe. Tujifunze kuthaminiana.